pombe ni pombe, quantity ndio ina matter. Unaona vile sisi tunaduna watu wakuli raha. Watu wanadhani watu wa majua wanasikia raha. Ndio kaza wanakujanga hapa Kenya December wanakula wasichana wenu na pesa. Kuna mahali wewe pia umenyonga handbrake. So mimi kuna mahali corporate huwezi nitoa hata ukuje ulale na mtu. DJ Slim 254 aka Mr. Big DJ Slim 254. Yo, ladies and gentlemen, what it do, what it does. You already know this is X22, baby, the baddest, wickedest podcast, East and Central Africa. You already know your boys in the building, DJ Slim 254, baby. Na ukipenda, usipende, ukubali, usikubali. X ni 22 mzee usio. Unajua rada ni safi manze, mambo iko waka. Yani unasikia mambo ni kalakala. Ebulia kalakala. Kalakala. Mzee. X ni 22 kaploti mwenyewe unajua mzee. Bea wakayole kabisa. Watu wetu wa Mazediani, thank you for keeping it right here. Thank you for subscribing to the show. Big up Zuhura anasema locked in. Diani loving the show, loving the vibes. Amepata merchandise yake X22. That's what it is. That's what it is. Waambie wapeleke na rada. Inasemekana kuwa twajongea Kilifi mwanangu. Ushasema mwanangu. Twajongea Kilifi. Na wanauliza mbona hatujaipeleka show live huko Kilifi. So Mr. Director amesikia. Work in progress. Yeah man. Budesko anashughulika huko nyuma ya tent. Kabisa. Watu wajipange mzee mapema ndio unasikia mapema ndio best. Yes sir. Mzee. Slim. Niambie bro. Mwanangu yani mambo ni mengi masani machache hapo sasa mzee. Sasa mtaa yangu mzee, wacha sasa nirudi area mtaani mzee, wacha turudi Kayole Soweto. Kuna pasta moja hatari sana. Pasta kuna church yake fresh hapo, amekuwa na wachungaji. Kabla uongee story ya pasta. Naona nikiangalia vibaya hapa. Kwa nini mzee? Angalia vibaya hapa na mzee. Huko tunarudi huko. Usiku kwa wazini. Huko kwa wazini. Tutarudi huko. Wacha tudili na pasta. Pasta mzee. Pasta nini katika betting zake mzee? Pasta ana bet. Sitataja hiyo kampuni. Ngoja, pasta ana bet. Mzee, anawekelea kichwa mbaya. Amewekelea kichwa kama Ivana mzee, kabeti kamekubali. Mita yake 5 mzee amepata. Mita 5. Mzee. Pesa unajua shughuli ni gani? Pasta ametinga chache. Mita 5 imeingia. Pasta ametinga chache akasema Joe anafungua bukla moja hatari. Same premises ya church. Na akaambia wachungaji ama wafuasi in short. Ameambia wafuasi find your way to heaven. Ama we are hiring. Amefungua bukla moja hatari. Sana rudi kwako Slim. Niambie. Kati ya club na church. Igani iko profitable? Definitely.
depend vile umeji Sleep. Si wacha niongee. Simuliza swali. Unaenda slow mo. Ina depend na vile umejiweka. Kuna church zina make big time. Ina depend na vile what kind of a church it is. For strategic ki design. Wewe una chase paper kama biashara. It depends. Ina depend. Unajua church ni Monday to Monday sometimes. Naona nikipiga mboka ya church. Na lakini ya bure. Si unajua wale nikipiga mboka. Hujaita msanii perform, hujaita DJ acheze, lakini naingia tu. Wacha tuingie VIP sasa. Tukiingia pande ya VIP mzee tuko na mzing wetu leo mzee. Unajua kawaida X22 lazima ilete watu wabaya, watu wazito kwenye hot seat. Watu wanajua nini wanafanya na watu wanajua hii Nairobi nini liwaleta. Kabisa. Wakupanda Mbukinya wakuja Nairobi bure. Kimchezo. Mzee au sio? Sasa Slim. Mtu hapa mzee inakaa leo tunakatiwa keki. Nimeona unajua amenipatia simu yake kidogo nimeona M-Pesa na sio mbaya. Lakini wacha introduce. Unajua ile jeshi yetu ya huko chini Mariakani. Ndio ukielekea pande za Garissa na kuget. Kina Mwana Aisha. Ndio hao sasa. Bro, welcome kwanza for the first time. Kamera ya home ndio ile pale jitambulishe. Kile hapa kwanza kabla Aliaje niko sambamba. Pole umepata pizza imeisha maze. Pizza. Sio gana pizza hapa hivi. Hiyo ni uongo. Kwanza nikisikia accent ya gateway ya mzee najua tu ananipanga. Anakupanga. Hakuna pizza hapo. Kuna pizza. Waambie wewe unaitwa nani bro? Naitwa Sigi. Kamera ni gani? Sigi Johnson. Yes. Kabla tuendelee waambie patakupata kwa handles gani wa kufollow tu saa hizi. Sigi na letter CIGGIE Johnson. All handles ziko tu na the same name across all platforms. Yes. TikTok, Facebook, IG, YouTube. Sigi Johnson ni Nairobi si forex trader mzee atatuambia nini anafanya mzee hii Nairobi. Anakuja tu pombe. Sigi anafanya nini Nairobi? Lazima ana shughuli tu fulani zake kaom chini ya maji tu anacheza nazo mzee. Ile kamera jo kuna watu wanataka kujua shughuli ya Sigi mzee Nairobi ni gani? Unajua? Mimi pombe tu imenileta Nairobi. VSOP peke yake. Hotel. Hennessy. Hiyo ingine hata siwezi sema na mdomo wangu. Unasema Sigi aliletwa Nairobi aliletwa kunyonya mzee. Peke yake. Kunyonya tu. Bro, very fast if you don't mind nikuulize. Nimekuona kwa a couple of platforms. Mimi ndio nikuja mara ya first nilikuona kwa TV. Kwa program fulani. Gani hiyo? Kuna kujaga Monday. Noma. Hapo ndio mimi nilikujulia bro. Nilikuwa natesa kidogo huko. Tuambie about it. Sasa unahitaji kwanza ni Nairobi Gossip. Nairobi Diaries. Sorry, Nairobi Diaries. Ilikuwa reality show. Ilikuwa tuna shoot kwa K24 sorry. Ilikuwa tunashutia hapa Kisumu. But mostly ilikuwa hapa. Ilikuwa na drama mingi. Niliona kwanza ulikuwa kwa drama kibao. Hizo drama hata sikuwa nachangia. Nilikuwa na kazi na nifuata tu. Zilikuwa zinakuandama tu. Azikuwa zinanifanya kwa nimetulia. Kwa hivyo wewe ni mtu polite. Nilikuwa zone full time. Lakini ulikuwa zone. Full time. In short hatutakosea tukisema wewe na Mudashiru mzee Lipunda, mzee Leoboko yani Mustafa aka hapo nimepotea kabisa. Hiyo lugha niko nje. Anaitwa Mustafa msanii mmoja hatari alikuwa hapo kwa Nairobi Diaries pia. Huyo mtu wangu huyo. Mzee Lipunda mzee Leoboko. Anajiita Mudashiru. Lakini yeye si mlevi sana. Lakini sasa yeye si mlevi sana. Atoshi mboga pande yako. Yeye si mlevi sana. Tumai kunywa na yeye. Yeye si gazla sana. Bro nikuulize. So would you say yo ni nili ku launch? Nini Nairobi Diaries? Hiyo ndio ilikuwa platform. Ndio ilikuwa napitia. What are you doing currently? Because city tu unajua kuna kitu na buy yote hii. Nini na buy tei? I'm a businessman. Mwangaji hasili yangu. Unajua wanasemanga mboka doba. Niko na biashara 5. Niko na Kaya company. Niliclarify online ndio watu wasiseme gari zangu mingi ni forex. Hapana. Kaya za Prado mostly na Voxy na RAV4. Alafu niko na event company. Hizi niko nazo, niko na sound ya kufunga stadium mkinipea. Stage, screens,
Hizo za outdoor. Aizone Entertainment. Ito Aizone Entertainment. Okay, is it on social media pia? Iko hiyo IZONE. So guys follow kama YouTube channel uko na? YouTube channel? Hiyo Aizone tu bado tuna type hivyo. Watu wakupatie mboka mzee. Kanisa nataka kupigiwa Rwembo mpaka next year. Tafutana na umzini. Sasa bro umegusa pale nilikuwa nataka tuguse entertainment. Kuna story imekuwa tulidiscuss hapa kidogo. You believe there is something called gatekeeping? Sababu explain me gatekeeping. Example, najua sasa umetuambia uko na sound. Mimi nimesha organize, nimeambia kuna customer niko na sound ya boy wangu. Kuna msetuko hiyo committee ana block. Wala ziko sana, si ndio? Ziko kila mahali. Mpaka kwa corporate. Definitely. Ziko kila mahali. What's your take? Unaonaje? Ama the best man ndo ana win tu. Hakunanga the best man ku win. Unajua nimeangalia kwa clubs hizi, kwa clubs. Kwa clubs, kwa rotation mostly. Nimejiweka kwa hiyo put myself in those shoes. Nikagundua when it is affecting you ndio unateta. When it is benefiting you hauteti. Tuseme mimi niko mahali DJ wangu Mash anaitanga handbrake. Kwa committee kuna mtu amekwekea handbrake. Quotation yako ipiti na ikipitwa wataambia ule mwingine punguza yako. So unashangaa ni nini kila saa. So unajua unateta in this particular one. Lakini wewe kuna mahali wewe pia umenyonga handbrake. So mimi kuna mahali corporate huwezi nitoa hata ukuje ulale na mtu. Au utanitoa. Yaani unasema hata upige muziki unitoe. Hapo pia sasa mimi nimewekea wengine handbrake. So unajua mtu anateta, anasahau yeye pia kuna mahali. Kuna mahali amewekea mwingine handbrake. Ni kama tu story ya corruption, si upendi corruption. Lakini kikufikia Selebu mkaa kuhonga polisi akatae hongo yako, atake kupeleka police station. Amekukosea. Unaona amekukosea sana. Fuck the police. Unaona bombo. Lakini things change ukikuwa victim. Ni mkatie keki. Wewe mtu yangu. Akobie anakuwa mtu yangu saa hiyo. So wakati inakutandika ndio unapiga nduru. Bro unafanya my events na host. How is it to keep up mazeji? Unaona mko busy. Unaweza kuwa na gig Monday to Monday. Na zote zinakaa mna SOP. So how do you survive all those hangovers? Hangover sasa mimi sipatangi hangover ya kwanza. Kitambo nilikuwa napata hangover. Sasa ushazoea, wewe ni mzoefu. Sasa nikasonga kwa VSOP. Hiyo ni ya kipedeje. Unajua ni mai sema online, pombe ni pombe, quantity ndio ina matter. Ukunywe pombe expensive ama cheap. Sasa hapo nikasema I have drunk both. So I have the right to give until I started frequently drinking. Ndio ukarealize nikagundua when I frequently drink pombe sio pombe. The cheap one ya 2, 3, 5k. Ya kuumiza bwana. Siwezi sukuma 5 days. Okay. But sasa zile nina maintain yenye flow ya maana. Hata niseme hiyo brand juu hiyo ndio Hennessy, either VS ama VSOP. And the hangover inapotea kani VSOP. Since you've been doing locally pretty good kwa events, any international gigs coming up maybe? Nimechapa Dubai. Okay. Alafu 5th September niko Dubai naenda na Avril. Nice. Alafu nafaa kwenda Qatar, ni date tu ninangoja. Kabisa. Qatar inawezaga kuliko hata Dubai. Nimesikia acha tuende huko. Uzuri ya huko tukienda huko crowd ya huko ni wa Kenya. Definitely. Wakenya wako thirsty huko. Sana. Wako thirsty. Alafu unajua wana follow page zako wana follow, alafu huko unajua wana hustle sana. Bwana hapa wenye mnatafuta pesa. Tunadunda daily. Unaona vile sisi tunadunda, hao watu wakuli raha. Watu wanadhani watu wa majua wanasikia raha. Ndio kaza wanakujanga hapa Kenya. December wanakula wasichana wenu na pesa. Huko Dressel wanafanya nini? Huko Dressel inawatandika. Slim amesema, unajua kuna wakati anabonga nimesikia statement yake amesema watu wako huko nje wako thirsty sana. Wako njaa. So wako thirsty wakikama hapa wanatushughulikia hii pande yetu. Pande nyingine alafu wasichana wenu wakisikia tu you know I'm from mguu ishaenda hivi. Amelegeza. Hivi. Ameanzia hivi kwa club. Hii fan mniwashie hii. So bro, acha tukuulize swali ya kizushi sasa. Do you have peoples in your life? Peoples aje? Kuna mtu. Juma events, wewe ni kama DJ sahi. Uko kwa clubs most of your evenings. Most of the time. Hapo mchana nina. How does your family take it? Pengine mama, kuna mama?
Siogope kusema. Nilikuwa nayo. Ulikuwa naye. Nilikuwa nayo. Wewe ni kibe nini? Hapana. Nilikuwa nayo. Yangu iko achana kwa ubaya. Ni tu kulikuwa na lot of clashing na hata tumeongea before tuende on air. Tumeongea juu ya history ya unapata fame kidogo unataka kuintroduce mtu wako kwa. Hiyo kitu inakuwa makosa. Hapo ndo unaanza kumesa. Alafu pia ukikuwa na mtu aelewi, understand anataka umweke kwa limelight to prove you are not cheating. Who said nikikuweka profile picture I can't score? Sasa ndio imeharibu zaidi. Sasa unaweza score inakuwa unakwaza mbaya. Hiyo ndio plus magnet. Wanapenda watu wamechukuliwa. I saw what you did there. Ati magnet. Umeona venye imenyonga. Umeua. Lakini mwisho wa siku ukiwa umeoa unafaa utulie kwa ndoa, si ndio? Yeah, unafaa kutulia kwa ndoa. Ukimake hiyo decision ya kuoa, tulia tu kwa ndoa. Kama wewe ni mwanamke. Tulia kama wewe ni mwanamke. Kama wewe ni mwanamke tulia. Ukiwa mwanaume uko na option. Option kibao. Uko na option. Kutulia ni choice. But they say what a man can do, a woman can do. I'm against that. What a man can do, a woman can do half of it. Example? Acha ni clarify kitu yenye nimeona online ikanisumbua sana. Hata si online kwa inbox yangu. Napata inbox mingi. So kuna yenye mtu alinitext juzi. Akaniambia Sigi, please, I have no job, nimetafuta siwezi pata. Do you have anybody who wants a surrogate? Unaona? Mnajua mimi ni surrogate? Acha ni explain watu wana watch maybe kizungu tashwishi. Surrogate ni ile sitaki kuharibu kama mwanamke, sitaki kuharibu mwili yangu. So nataka unibebe mtoto. Kubebe mtoto uzae nikulipe. Nikamwambia things are that bad. Ako like sasa nifanye nini? Mwingine akani text, Sigi, can you hook me up with any of your rich friends? Wow. I am willing to do everything. Na anapeana mpaka kila kitu. Ako like I can do this. Here is my photo if they ask for exhibition. What? But listen, I am not a hoe. I'm just from a long term relationship where I lost everything. Okay. I will say many punchline. Punchline. Sema punchline. Punchline. Wanawake option B when things run out ni kutumia mwili yao. True. Apate shida, apate kusota, apate jaa, apate queue, apate bill. Na wazazi hawezi saidia na ana. The first thing atafikiria beauty ni hii mwili yangu. I can cash out. Unajua Kayole tunasema aje? Tunasema wale wanafungua super duka. Mini mart. Eti mini mart. Hiyo sasa. So je, hao wako na hiyo option sasa. Sasa sisi ikikuwa ngumu. By the way, wewe unaweza uzia nani? Huwezi kuwa mwanachama. Na unauzia nani nini? Huwezi kuwa mwanachama. Same case scenario kumekuwa na tetesi kwamba female DJs pia wanakuwa na magigs juu ya vitu kama hizo. Ni kweli. Because Jude ni dem tu wata cancel Slim wapatie dem juu. Kuna vile si imetufanyikia hata sitaki kusema wapi. Kumemchaguzo. Imetufanyikia. Imeguzisio mimi sasa DJ wangu. DJ wako wanamcancel. Wamekaso wapatie dem. Hapo kuna options za watu wengine wameinsist particular person. Tena na wameinsist under my bill. No way. Under my bill mpaka wamenewa mimi ndo nimlipe. Na ilali uko na DJ wako. That is bad. That's wrong. Acha niseme hivi. This doesn't only happen with female DJs. Any female who is in the entertainment industry, akwe kwa music, akwe kwa acting, akwe kwa DJing. Toko preferable kwanza. And apart from preferable, anybody who gives you a chance, 90% are giving you a chance in hopes to get into your pants. In hopes to get into you see what I have done for you. Na urudishe nini? Mkono na mkono sio mkono. Si mkono. Alafu pia usiporudisha mkono wanaanza kuwekea handbrake. Sasa wanakublacklist. Wanaanza kushangaa shows zinapotea. Angalia watu wenye wana shows mingi ni wamekataa kutoa. Toa hivi kidogo uone, utaona poster Monday to Friday. Monday to Friday. So kuna ma DJs wengine wame master the art of immorality.
Ati wamemaster. Umeshuga coat. Wamemaster the art of immorality. What happened to swearing? I thought we were doing everything right. Oh, melipewa permission ya kuspeak. Kalete vile kako. Kuna mabish wa DJ wamemaster usherati to a point they do not care. Sasa una offer gig na unamwambia hope utaniona kando. Anakwambia unataka ngapi? Ati hapana. Si unajua wewe ni mchana mrembo. Ati hiyo tu. Shika. Atapea manager, ape guest DJ, ape resident. Tunasikia female DJ ameenda Dubai amekaa 2 weeks. Na alimix day moja. So on the same issue. Na iflip hivi. Dota wako akiwa DJ leo. Utamwambiaje? Nitamwambia venye market iko. Utaikubalia? Unajua sasa siwezi kulazimisha. Jumi pia nilijaribu kulazimishwa. Na in my family we are 3. My brother did the same course, my sister did the same course, then they wanted to put it on me. Nikamwambia hiyo course nice fine. Mimi na shughuli yangu hapa. Wakajaribu hata kunichapa nifanye jua, they told me I don't know what I want. Nikamwambia tufanye hivi, sitaki mseme nilikataa shule. Nitaenda nifanye hii course. Kufurahisha. Ndio msiseme nilikataa shule. But mimi najua kule niende nishike kitabu. Nisome kitu nimekuambia sitaki. Haiwezi. Hiyo biashara. Sio unaenda kupiga sherehe huko Kampomba. Ndio nikaambiwa, hebu sema ukafanya course gani? Wewe unataka. Nikamwambia hata bado sijui. So uangalia babangu na mamangu. So like you see this boy. Unaona kijana, unaona kutoa kichapwa. Kasa simu nipe time nifikirie. Mwezi lazimisha niwaambie jibu sahihi na results zimetoka jana. Nikakuja ngafanya mass comm and journalism. Okay. You've never practiced it? No, I've never. I went into business. I decided there is an easier way to get richer. Faster. Legally. Kuna njia fulani ya kuharaka ufike. Bro, about TikTok. Do you find yourself ukiona pressure? Cause nimekuona video zako kadhaa. Wewe ongea kitu ina go viral. Do you have a challenge of maybe putting up another video after this one blew up? Has it ever happened? It blew up in negativity? No, I'm just saying viral. It goes viral. It go viral. So unakuwa na pressure ya. Kuna pressure the next one I have to kill it. The next one lazima pia iende. Ama unatoaga tu vibes. Unajua sasa punchline zangu I do them for fun. Nothing so commercial. Unajibamba. Mimi ilianza na kujibamba, niliambia mzee wewe hebu shika. Ilianza na kujibamba. So ndio kwa sababu niko na hiyo free speech ya. Lakini unajua unaongea ukweli sana. Ni ukweli ndio maana moja yenye ni ukweli uchungu sasa. Moja yenye ilinipeleka chini kidogo hivi ni one sensitive topic inaitwa single mom. Nilicheki. Walikuja hapo na unajua mwaka walinianzia zile threads I used to like you but not anymore. Sasa hii nilimalizia video ya ninajua penye nimewashika. Hii ni part 1. Tukutane kesho part 2. Chamsha watu akili. Unataka kuenda tu uogope. Yangu ni ya for fun, so ya kufurahisha na nina touch. So una pressure. Pressure wapeleke huko juu wanajua hiyo story nasema imewafanyikia. Kabisa. Baadaye unaongea ukweli. Sigi politics. Siingili. Hata una say hata zero. Politics. Hujafinywa uko sawa. Nifinywe nisifinywe. Kazi pigwe. Sitaki story ya kushika mkono ya serikali. Okay. I do not want to. Wacha ufanye vitu zao because nimegundua we make noise, we run on the streets, tupige kelele, tutukane president, wembe ni ule. Kabisa. So vitu ipande bei, just adjust to it because haishuki. Haitashuka. So you find a solution with yourself, sio serikali because those people are corrupt na wataendelea kufanya hivyo. Upige kelele, usipige kelele, you wezi change. Kabisa. Slim. Ameongea hivyo amenifurahisha sana. Ona hata ijamaliza siku mbili. MPs wameleta bili ya wasiprosecutiwe popote. Last jiona hiyo. Wameleta bili. Wasifanya nini? They cannot be prosecuted until watoke kwa ofisi. They want to be above the law. Wanataka kuwa above the law. Bili kwa pale ishateboliwa tayari. Wanasema kuwa hautamshtaki popote. Mpaka atoke kwenye ofisi. So watu ni birds of a feather flocking together. Kabisa. Speaking of that pia, kabla turudi kwa mziki wetu. David Mwakaya. David Mwakaya ameangusha, unajua? Umesikia Sigi amesema yeye mambo ya siasa kidogo. Hata sijui David Mwakaya. David Mwakaya ameingia huko, ameamua wacha amrushe
makombo kidogo rais. Amerushia makombo rais, ameshikwa ameumwa ndani, amepelekwa kotini. Lakini David Mokaya ni mjanja, amesema nini? Yeye ajui mtu anaitwa William Ruto. Hajui. Yeye ajui mtu kama huyo. Yeye anaongelea mtu kwa huyo. Aletewe the accused person. Angependa aletewe complainer kotini. Aweze kumfahamu. Aweze kumfahamu kwa sababu kuna right ambayo inasema mtu yoyote ambaye anakushtaki lazima asimame mbele ya koti ndio uweze kuhakikisha kuwa ni yeye. Amekuwa Nuru Okanga. So kizungumkuti mpaka imebaki David Mokaya ameenda nyumbani. Amekuwa Nuru Okanga. Nuru Okanga pia alisema ajui ya Kodhe. Alisema ajui ya Kodhe. Alikuwa anaongelea Kodhe. Ule huko Mkamba. Wa Kodhe wako yekuito. Ameruka story. Ameruka. Amesema hakusema alikuwa anaongelea Kodhe wa Masinga. Hakusema hata ajui ya Kodhe ni nani. Ilibidi wamteme. Ilibaki mteme. Kabla tuendelee maze big up Ones anasema area koni Massachusetts. Locked big up sana ndio. Hebu jina tena. Massachusetts. Hiyo ni majua. Big up nachokipia Jose anasema locked in hapa hivi Nairobi West, loving the show. Keep on subscribing and Freddy Amazon edition merchandise mbaya. Go into enter to hapo comment section sema wapi tukupeleka na rada. Big up here Benjamin area code 1 locked in, loving the show. Anasema Sigi is a good vibe. Big up sana maze. Thanks for keeping it right here. X22 baby. So can we go back to some music and then come back to some more vibes? Maze turudi kwa madebe, turudi kwa doba. Bongo na biashara au si black market kama vile tamchana ita mbra. Neza kupitia leo nikuonyesha ile kitu chemgani ni kwa majioni ama usiku. Ni laptop noma kifotini mchivi maaya ziko na screen yake ni fiti. Zile sitachende ulisema aje nitemtoa sound iweke kwa gari kwenye you already know this is DJ Slave 254 aka Mr. Big. Matisha watu watamezesha vuta kio juu kuna moto nataka kuonyesha au kuna shughuli baadaye basi kuna mtu hapa lazima nimfungie kambi nasikia kuna simu noma magamba kitokea utaniona chali yangu nenda gani sauti ya madolari mimi badilisha bei ya kutupa Q70 baadaye nikutengazini tumia meche chali yangu ndio Si unajua tena mzee, usisahau ni hapa usiende pengine. Si unajua tunarudi X22 podcast moja hatari in the town. DJ Slim 254. Yeah man. Kaploti mwenyewe na tuko na mzinga hapa mzee CG ama mzee hatari sana. Hatari sana man. Au sio? Nilisikia topic fulani. Wasio kiongea ill about one Prince Indat performance yake sahi. It is siku attend low offensive. Lakini ulisikia story. Niliona tu watu wakitoa walimcompare na other acts. What is your take? Do you think ameshukisha juu chapa imeingia sana? Unajua pia President kuna mashow mingi sana. Ama anapiga back. Tuseme wewe uanze kuimba hata kwa ku-DJ ukidj daily unajua ukianza ku-DJ Monday mpaka Saturday show kubwa ya saa 2 hiyo ya saa 2 inaweza kuwa dilute kidogo. Sio ati talent imeenda. Talent tu iko inaweza kuwa tu inaitwaje repetition. Consistency ya kitu unaweza anza kuchoka hata na wewe na sauti yako. Unasema stage presence yake alafu nadhani kama msanii scarcity kidogo pia ni poa. Utaweza kwa scarce na chapa bro. Sasa kuna shida moja kwa usanii na scarcity. Walai ukikuwa scarce utakonda. Unajua mbona Wakenya wanafanyanga cloud chase hapa nje? Ndio wa maintain hiyo level. Juu ukilegea tu kidogo hivi. Nikaa nimesikia Tino Nini anataka kurudi kuimba. Yes, kama keep it. Ukijaribu kupitia watu unapotea urudi. Watu wamemove on wako kwa story nyingine ngumi mbote. Ndio hiyo. Jashiski alipotea karudi. But hiyo nyota ya mtu usijitegemee. Ametoa nyimbo mpya ndio lakini una feel bado reception kuna bado. Nasema ndio kwa sababu bwana Cloud angalia Willy Paul. Wewe unaweza kusikia Willy Paul ukiwa class ngapi? Kipindi. Motherfucker ako tu na drama. Piga tu. Ndio drink hapo. Ako tu na drama. Unaweza kile tu hapa bro. Haina step. Yuko tu anapiga tu. Kama una ngoma
Wanakusahau. Slap msichana mwingine kwa barabara mahali. At least mambo ionekane. Uonekane bado ati amefanya nini? Trend. Bana ukijifanya ati unapunguza hiyo. Hata kama uonekane physically, mtandao ikuwe tu na wewe hivi. Because usipokuwa kwa mtandao, I swear value hata inarudi chini. Basically publicity, whether positive or negative, is publicity. Diana na Bahati wanafanya kazi gani? Ni kipindi tu. Vipindi kibao sana. Hata usijui, hebu describe what they are doing in the entertainment industry. Na Komboka Daily. Wako kazi na Ni cross 1 million yenyewe hatuioni yenye walisema wanatoa. 1 million yenyewe imeingia mitini. Ndio hiyo hii scarcity haifanyi. Bana. Mimi peke yangu ndio sina, inaitwa aje, cloud chase. Wewe ni real. Mimi sina Yako cloud chase. naleta vile imekaa. Mimi sina cloud chase. Juu situmii pesa ya showbiz kuball. True. Unajua how they need it to. Alafu unajua pia a lot of cloud chasing lazima tupange. Tulikuwa tumeongea hii story, nikapiga pa screenshot. Acha tu niwaonyeshe, sitaipata. Mtu hapa mwambia manzi yake ili niunde CV na kuletea 50k mbele ya marafiki zako, lakini 5k ndio yako 45. Utanirudishia Kipindi 101. Kipindi. So most of the things hapa kwa showbiz ni nataka kupiga cloud chase na wewe. So tunasikizana mapema. Utarusha yako, nirusha yangu. Nika politics tu. Nikutukane huko nitengeneze video niseme venye wewe kuanza mama yako aogi. Kama hakuna kaa na mama yako. Alafu huyu mwingine atupe, so mnarushana kwa social media. Niku stay relevant. Hakuna ngati bila support hakuna. Ambapo katika hiyo hali tu hapo. As an artist or a musician or celebrity, do you think it's right to fake life? Champion kipindi ni kipindi bro. Unajua kuna fake it till you make it yenye inaweza. Kama mimi hiyo kampani yangu ya Izone nilifake it mpaka ukamake it. Mpaka nikamake it. Lazima ni entertainer. Nilifake it. Nilifake it na around 140,000. Nilikuwa na sound ndogo, speaker kama hiyo mbili, amp, mic ya 5k. Una haya hizo zingine za. Nafanya tu kazi za birthday, matanga, wedding. Lakini unapiga kelele kwa mtandao. So nikapewa opportunity ya sound na Royal Media ya sound stage ya stadium. Aliambiwa kuna mtu anafanya sound. Akasema, nafanya. Niko na speaker ngapi? Na sasa hiyo uko na niko na speaker ngapi? Kendo uka outsource speaker mbili. Nikasema niko na hizi vitu bwana. Napigia. Alafu sasa hiyo nampeleka kwa airport. Najua amechelewa na ndege. So ninadanganya venye si nikupeleke kwa ofisi ya haraka uone hizo vitu. Hakuna. Unajua hazienda. Unajua hazienda lakini confidence. Omega. Ndio hiyo bwana nakwambia twende. Nataka uangalie ndio ukwe sure. Na unajua huyu hizi. Hata kaniambia utanichaji pesa ngapi? Nakumbuka alikuwa utanichaji pesa ngapi? Hiyo ni kali. Bungoma. Nikamwambia crowd ya watu wangapi? Akaniambia around 2000 to 3000. Sijui hata kuquote. Sijui chochote, nikamwambia acha niende niongee na sound engineer kwanza, nisikie ni speaker ngapi anahitaji for crowd kama yafu nikwambie. Kumbe unaenda kuitisha quote. Hata tu achana na hiyo. Hata mtu anaona hizo vitu. Ujui. Kujiamini. Sasa nikakuwa broker. Ni kujiamini. Nikakuwa broker. Wewe ukakuwa broker hatari. Hii ndio faking it inaharibia watu. Wewe broker nikapelekwa kwa mtu ako nazo, nikaongea na yeye nikasacrifice pesa yangu kidogo. Nikaekelea. Kingojaga ile nyingine kama. Nikamwambia ndio hii deposit. Mimi sasa hata kampani yangu ikikuja bila deposit hizi kupea vitu. Huyu msemo mwenye alinipea vitu mpaka saa zingine nikikutana naye nampea mzinga. Namwambia bwana you are a testimony in my life. Lakini unajua pia jina nilitumia ni jina kubwa yenye ilisaidia sana anipe deni. Nikamwambia Royal Media hawezi lipa cash invoice. Na pia alafu kuna surety ya hiyo itakuwa akadeliver tukafanya kazi nikalipwa nikakata yangu nikampea yake wakasema ulifanya kazi mzuri. In fact next week that guy that we were to deal with in Bungoma we don't want him anymore, he's always late. Can you do Kisii next week? Kwa nini nisifanye? Nikamwambia if you give me 5 regions Kisumu, Nairobi, Mombasa, Nakuru tafanya. Siwezi but kujiamini kwa roho najua siwezi but yeye umemchocha. Nimemchocha. Kisii nikafanya ingine Meru nikafanya ingine Kakamega. Ndio sasa nikaamua nikasema sasa hizi vitu sasa zinanunuliwa wapi? Sasa uanze kujua pesa imeingia.
Pesa hata haijaingia vizuri but lakini uko na ka foundation. niko na foundation nishashika market nishaelewa venye na quote na kila kitu. Unajua sound unahitaji sasa. Sasa nikasema hizi vitu zanunua wapi? Nikaenda ngasikia quotation. Hey. Kashtuka. Nikasema acha tu niendelee kuwa broker. Kafinya ile hard break. Yeah. Sasa bro nikuulize, now that you've been doing events for how long? Oh. Roughly. Since 2016. What is your worst event ile provide sound things went south? Kama unaweza kumbuka. Since I cannot forget, it's so fresh. Kakamega, I mean Naivasha during Corona. There was a big event. That guy made millions from it. Alinipea sound, stage, screens, generator. I did everything. Vitu zangu nilienda China kununua. I've gone 3 times. Loans. Ukumbuke loans. Sasa sound engineer wangu alikuwa sijui na matanga ama shughuli gani. Akasema venye acha tu nitume kijana wangu ule anambebea speaker, anajua amemsha connectia wire ni kuconnect to direct. I'm seeing this way it's going. You're seeing where it's going. But sasa acha nikuanzie penye drama ilianzia. Drama ilianzia si tunatoka Kisumu. Wakafika Nakuru, nilikuwa na driver. Unajua saa zingine pia staki drivers wadogo juu machachari. But pia wanaume wazee pia nguvu hawana. So middle class. So alikuwa 54 years. Akapita kwa trailer kwa roundabout ya Nakuru. Na hiyo trailer ilikuwa inapiga roundabout hivi, hiyo mgongo yake ilirarua cabin ya lori yangu. Baya. Hapo cabin penye dereva anakaa. Ikatoka na mlango na windscreen, akabaki na steering hivi. Ikabaki ni kama gari ametoa Mombasa. Ndio hiyo sasa. Sasa wakika kando mtu alienda kusimama. Na dereva pia ati ni mteja by the time. Yaani hiyo mtu tena alienda hivyo. Na pia client nilishamdanganya tupe 10 minutes tukuconvince. Niliambia driver endesha tu gari hivyo. Polisi akikusimamisha chapa yake. Sound lazima ilie. Tukafika venue tukafunga sound kali sana. Acha nikuonyeshe picha. Thank God sound haiko haribika. Hata sijafika ndio punchline. Akafanya sound test. Angalia setup. Setup hatari. So sound engineer alikafanya kina Major wakafanya sound check, wasanii wakafanya sound check. Tukaenda kulala for the D-Day tomorrow, rally Saturday. Watu wanachajua entrance 2000. Na kuna curfew Kenya. Hiyo time watu kidogo wamefungiwa. Kwa ukijua that is the only place hajafungiwa Kenya juu president wako Uhuru wako. So amshikwi usiku mnaweza tembea na hizo festivals ziko. So mtana rooms zimejaa, entrance ni 2000 regular. So imejaa line tu ya kuingia. Alafu nikapigiwa simu mahali nimekaa na boxer. Nimekaa. Yaani umekaa tu hapo. Relax hivi. Wanaita nini? Amekaa na afuomo yake. Niko na kitoothpick hapa boxer. Naambiwa big man. Sijui tutafanya nini. Kwa nini? Ukisikia hiyo. Unajua mbiu ya shida ilikuwa nini? Punchline. Sijui alifanya nini, alichoma speakers zote. 32. Sound ikanyamaza. Kwanza kuna side moja ilitoa moshi. Na event inaanza in 2 hours. Hiyo ni sound check. Sound check ilifanywa jana. Sasa nasema sasa hata mjaanza show. Mchana watu wako pack and chill. Show inafanya vizuri, ma DJ wa reggae walikuwa wana blast sound. But unajua hata mtu akiblast sound ni speaker 5 6 zinaweza katika. Ikifika zote zinyamaze, inamaanisha connection haikuifanywa vizuri. Polarity. So kijana anajua kuconnect nini disco matanga. Ndio hiyo sasa. Na mimi nimeimport sound kutoka China ya mamilioni. That's a waste Ngoja tuanze pressure. Anza kuhaya sound tena. Na una haya wapi? Lori by the time ikimbia out of Naivasha ichukue. Naivasha haina sound. Alafu hii raia ni ile. Watu vile tu kidogo na kuanganga na watu wa standby. Sijui kama ni mtu alinisabotage kwanza tulikuwa tuna run on generator full time. But kuna mtu alitokea hapo akaniambia niko na sound kwa gari. Nilikuwa nimekuotiwa hii kazi. Hiyo ni sabotage. Wakaninyima wakakupea. Hiyo ni sabotage. But unaweza ongea na mimi nione venye. Tusaidiana. But nikamwambia stadium imejaa. Sound ilie kwanza. Akaniambia usishukishe zako, tutazimount tu kando ya hiyo. Tutazifunga tu kando ya hiyo. But sasa did a proper sound pia. Hapa. Nilitoboka 330. Ufunikiwa aibu kwanza. Nilitoboka 330. Kwa sababu unaangalia future. Alafu
pia unajua kwa sound tuko na challenges za pesa. Mtu anafanya kazi na mimi tena lakini yeye kujua hata shida ilitokea wapi. Ajui tulisort, yeye alisikia sound inawaka. Alisikia tu inafanya na waka. Speakers ziko hapo. But mimi pia nataka balance. Nyuma ya tent ajui mambo imefanyika. Sasa mimi nataka balance. So watu wengine wanazimi watu wengine wanazimianga watu sound wanakuzi. Nimeona watu wengine hapa Nairobi wao wazimi sound wanazima taa. Wanazima stima inazima. Mimi nilisema tu since pia mimi najibamba hapa na pia mimi nakunywa na naenjoy muziki. Meja asipewe microphone. Msanii yote anga kuperform asipewe microphone. So Dundai inacheza na Meja amesimama kwa stairs. So cut down cost. So watu zinaambia nipatie balance yangu ya pesa. Before kulipa. Juu show ikisha tunarushwa wangu utapata pesa yako. Nimekuget. Utaperform aje bila microphone. Mzani tulipa pesa hapo ndio nikarecover. But yo hasara sijaisahau. Juu pia nilirepair lori na nikiangalia hiyo lori bado naonanga hiyo. Haiko viti. Ukiona hiyo lori unaona vile huyo jamaa aliipeleka kutoka huko. Hasara ilikuwa mbaya. Lori sound noma. Hata after ku repair bado shida tu zilikuwa mingi. Okay bro. Now that you're into events, which is your major client unaweza sema? Which side, which region? Major region. Nyanza Western. Especially schools. Karibu all universities, most if not 85% za Western region hizo ndio inafanya zote. So umezikava zote zile. Zote. Yaani kule wewe wakuambii kitu. Hata mpaka nimego slow na marketing nafaa kutoa sex tape. Nafaa kutoa sex tape to trend. Scandal. Wanaume ni scandal. Unasema unataka kutoa ukanda. Sasa tutafanya ni to trend Kenya. Ni ukweli itabidi utoe ukanda kwa sababu kuna mrembo wetu wa yuatoa mikanda. Nani Alisha? Ito Otakanon. Ndotaka mali safi lakini type yangu. Unasema ni kitu best. Kwa sawa. Nilikwambia Slim hapa, Slim akasema amesema atafurahisha Harambee Stars. Ako sawa. Physically ako sawa. Physically perform Harambee Stars walishinda. Lakini si mnajua ako na hiyo capacity ya kufurahisha. Lazima unajua hata ukiwa physically sawa lazima mentally pia uwe poa. Watu wanaangalia hiyo kwa hiyo story nyingine. Wewe unaangalia mental state ya mtu kwa foreplay. Kwa foreplay. The crazier the better. The crazier the better. We are not too crazy but sasa wewe. We are not too crazy. Ameondokea. Mimi I like the normal. Napenda hizi speaker lakini hizi speaker hebu zichukue test kwanza. Yaani amenirushia ngoma. Kuna kitu inaitwa bondage sijui. Hizo nazo ni that's another level of crazy. Unasema kwa mimi na wewe tu mambo ya kukudunga sindano kukutandika kukuingizia mpira na kukufunga. Hapana hiyo biashara iweche. Hiyo nimekuachia wewe. Unaona mimi na huyu hatutaki hiyo. What is your ideal woman? My ideal woman. What do you look into? Qualities gani zinakubambaga kwa mdemu? No makeup. Less mouth. Kwa hiyo akiwa mtu kadomo sana. Uko wapi? Unakamsana wapi? Hata ningekuwa nimeoa sasa hivi ningepata mwanamke mwenye apige kelele. Asipige kelele. Hapo ametulia. Niko na issue sana na kelele. I have had it all my life. Part of being an adult is I can control my end. Unajua kitambo kwa mtoto unagombanishwa, mwalimu anagombanisha. Hapo tuongezee mimi ni mkisi. Wazazi kelele, relatives kelele, kelele. Alafu nifike hapa I want my peace and quiet, then you bring that into my house. And we have a working door. Wakati kuna mlango kama hii yenye nafanya kazi, you will use it. Not to come in. Apart from biashara zako. What is your ideal woman brother? Ideal woman. Ideal woman mzee. Apart from bondage. Your wife is watching. Apart from bondage. Apart from bondage. Na mtu ameni overdilutia pombe. Peana kwa hii. Ideal woman. Ideal woman. Napenda mwanamke mwenye anajielewa kwanza, ambaye kidogo pia akurupuki. Na what? Akurupuki. Wewe ni Mombasa? Akurupuki na maneno yani. Wewe ni mtu wa Mombasa? Ndio hiyo ile yako. Hiyo ipindua kaileta Kiswahili sanifu. Unajua mimi ni mtu wa huko Kiswahili noma. Ifuo. Upendi pia hiyo ta. Kurupuka unajua pia kwa mtulivu yani.
Mtu aliniuliza, so unatakaje? Mwanamke akikuwa na kitu anataka out, anyamazie mnyonge, mate choke you to death. Nyamaza tu uko kunyonge huko. Ukufie huko. If you cannot address it in a civilized way, may it kill you. May it give you goiter. Sisi tunafanya Kisii Festival lini ama uko na plan gani? Wewe organize, mimi niko na mitambo yote. Kisii Festival ikam. Wewe organize. Tunafaa kuita aje sababu za tuwezi ita festival tena. Hii imetumika sana hiyo jina. Mtaitumia tu jua kunanga Kisii Festival. Hakuna wasanii wa Kisii wengi wazuri sana. Mimi nikiwa mmoja. Haitashika. Wewe ni Mkisii? Ama wewe ni msanii Mkisii? Mimi ni msanii Mkisii. Kama kisa. Ndio hiyo sasa. Itabidi tuwe sex step Kisii huko. Nikiambia mtu huko, nikimwambia mtu na huko hapa Antonia lile. Wewe si Mkisii. Hiyo Kikisiko nje. Huyo anakupanga. Nimesikia hiyo Kikisiko nje. Lakini lugha zetu zote pamoja au sio? Ndio sasa. Lugha zetu zote za taifa, lugha ambazo tunazipenda mzee. Unajua diversity ni unity kwetu, au sio? Yes bro, kabla tumalize show, waambie what next, what should they expect from Sigi? Wakupate wapi? Na move next ya Sigi. Sigi na unaenda kupiga move moja hatari. Cause najua wewe kwenda Dubai, Qatar, hizo ni gigs tu. There's something big on a plan. Isikuwa ni move moja hatari, atupatie sex step moja hatari, staicheki. Utaicheki mastingo deadly. You might learn something. Super ho. Yani anasema hapo utalan mastingo deadly. Mambo hatari, mambo vulai, mambo ni kalakala. Tuambie bro, waambie what's the next big move for Sigi? Unajua most people wanasemanga it brings bad omen to preempt plans. Okay. But I'm still pushing for the brand. Okay. I'm pushing it isonge on next levels. I am working on my language because nimegundua radio stations have been having a problem with it. Lakini as you can tell, I can talk without cursing. Kama kapiga. Kama nimetoka NRG, hiyo ndio ilikuwa caution yangu ya kwanza Can you katakata hii maneno. So nataka kujaribu to say less motherfucker. Less bitch. Wanasema ati wapatie corporate language. Which I can. You know biringi pia. Lakini usisahau hii nyingine ujoni yetu ya street. Na system yetu ya street lazima uwalete vile inakam. Haina stress. So henceforth huko pia ninaingia into high schools. Okay. Because I'm out to teach. I am a servant of the Lord despite preach. I preach every Sunday. Really? I am a servant of the Lord despite how I deliver my message. So I say delivery ndio kidogo yes, and if I don't deliver it raw, you are not going to understand it or relate with it. So how do I say it? May God enable me to enable them. Nice. So I was doing some university tours, but then I realized that before people get to university, things have gone south. True. Some won't even make it to university. Things go south from 3, from 4. True. People lose it. Ulivuja virginity yako kwa kuna miaka ngapi? Before mambo ya virginity. Wewe jibu swali. Nataka kukupatia kitu ambayo itafanya tusaidiane pakubwa. X22 pamoja na Sigi itakuwa ni moja safi sana. Ukienda hizo shule, make sure umenihusisha. Popote utakapoenda make sure na mimi. Kwa sababu gani? I was in prison for committee. Nilikuwa na robbery with murder na nilitoka. And I usually visit prisons all over Kenya. Nilikuwa na prison now. And then nimekam realize pia shida haiko hata prison. Shida iko kwanza kuanzia na hiyo bracket ya hiyo age. Umenipata? Na hizo high school hapo ndio crime imekuwa. Nikuulize swali. Lakini hiyo swali lingine nitakuuliza tutajibu chini ya carpet. Achana na hiyo, acha niulize yako ya prison. Reason yako ya robbery with violence ilikuwa ni kwa sababu being at the wrong place at the wrong time. So you didn't partake in the action? I didn't partake in the action. Nilijipata kwa mali. Nilijipata kwa hiyo issue na ndio ilinipeleka prison. So what people I've realized don't know out here ni
problems zinaanzanga hapo from the age of 14 to 17. High school, And then parents have a problem Not listening. speaking about sex. I've had almost 5 parents telling me to go and talk to their children about sex. So there's so much problem on how they talk about it, and then teachers also do not do it. And believe it or not, the children that you are thinking are virgins are seriously sexually active than the parents. Yani unasema wazazi wako rahisi kuongelea kwa TikTok mambo ya muzigidi, lakini kwa watoto awongei. There's some shyness, some awkwardness, disconnect mahali. mahali, especially when the person who disciplines you ndio tena anataka kuongelesha ya mwanze kuongelea sexual desires. Mama yako aanze kukupea protection, kukuambia story ya if you can't use protection. There's this school in Vita I was told. I wanted to talk to these children about refraining from sex, but at the same time talk to them in a way that if they are supposed to have sex, What precautions? they should take precaution, but don't make it sound like they are supposed to have sex. True. in a murky waters. They were telling me how balance it. Perfect balance. Because how do you want me to balance it? They were telling me that's why we invited you. Find a way of delivering both at the same time. But parents wako na shida sana ya kuexplainia watoto hizo vitu. And then one of the child niliongea na yeye nilimuuliza, did you use protection breaking your virginity? Ananiambia I used both. What do you mean? Ngabe both ama ulitumia P2 ama CD? Ati I used both. Ati you know you cannot be sure. So nikamwambia, I will explain to me in details. Wewe kuna kitu wasemi. Ndio kani explainia. Sema punchline. Sema punchline. I didn't explainia. You can't see this coming. Ati the first time we started the first round, we used the CD. Then the second one, we decided not to. That's what I mean by we use. Oh, both. My God. Because this second round, ndio inaku expose to everything. Expose kwa kila kitu. Bro, away from that, very fast. Kuna very many clubs coming up, says people wanna work with Sigi. How do they get a hold of you? What's your maybe red card? Ama you ni undercover. I charge differently because of capacity of club. Kuna clubs ndume na kuna lambs. Zile za kujaribu. Mpaka kuna wengine wanakuambia tuangalia club yangu na nicheje aje na so mimi siwezi anza kuweka red card ati I know my worth. I can see your business is smaller than ile kubwa. And you're out to work with everybody. And I'm out to work with everyone. I'm out to reach my fans out here and because hao ndio wanafanya naitwa kwa hizo club. In short tunasema bei ya Quiver si bei ya center. Sijui Bicenta lakini sio bei ya hiyo Bicenta. So bro, tukimalizia kwa the time mazee. Social handles zangu, I handle my social accounts myself. There are a million messages. I see things that are crazy, but I have to see them because there are people who reach out for business, for club hostings, for advertisement. So I have to read one by one. And if I made somebody read this, atakuwa enthusiastic kama mimi, anaweza chelewa ku reply. So if anybody needs to reach me, and DM in any of the platforms. Even the ladies, what DM uko mbaya sana. I thought, okay, even the ladies. So maze, thanks maze bro, it's amazing. Thanks for passing through. You're a vibe. You should do this again. Tutakuja next time na mzinga, ni display hapa. Lazima ikue Hennessy, lazima ikue VSOP. Na DJ Masha cheze. Na tukue na tambla 4. Alafu na uniletea taa. Stop. Ladies and gentlemen, this is X22. Make sure you subscribe, maze follow Sigi our brother. Na anapiga my events, umesikia na akona sound na stage na kila kitu. So holla at the brother. This is X22. Let's keep it right here. Let's go music.